You see guys, watu wameanza kujipanga kwa siasa za 2027. Now that Raila Odinga ashaaga na kuna wale wabunge, kuna wale senators, governors walikuwa nyuma ya Raila Odinga. Raila Odinga alikuwa kama kinga yao. So now kinga ameshaaga dunia. What next? Watu wameanza kuangalia pa kuingia. Most of them wanasema kwamba they want to join Rigathi Gachagua ili ku make sure William Ruto anaenda nyumbani. So watu kama kina Junet Mohamed ambao wanakuana matusi kama hayo, I don't know watajoin aje Rigathi Gachagua. You know Kenya kwa jumla they want first of all William Ruto aende nyumbani. Hiyo ndio intention yao. Na ndo mambo mengine ya kuja. Tutaki kujua ni nani atasimama na peleke William Ruto nyumbani. But chenye tunataka ku make sure William Ruto anaenda nyumbani by the combination of opposition team. Unaona watu wangu, so kumechemka watu wameanza kujoin Rigathi Gachagua. But I'm sure me like video na nasema thanks for your great support. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. Acha tuanze na Wajakoya. Sikiza. I know we are all going to die. So what I'm telling the world is we should know that our final destination is that. So he's left me as an orphan. I was holding on him. I was learning from him. Everything that you see about me is from Raila and Raila's father. I don't know how you're going to feel in that gap. Raila's shoes are too big to fill. And I cannot even move near there because they are big shoes. We pray that whatever he stood for, we shall continue with this legacy. Questions? In your list of memories, what stands out for you? He's a man of honesty, he has integrity, and he loves his enemies. There are those who abused him, called him names, and at the end of the day, you see him laughing with them and embracing them and even appointing them to be part of him. So that's one thing that I've learned from him. That's why I've said that my party, and as I prepare to run for the elections in 2027, I've instructed those who believe in me, those who believe in what we do, not to abuse Ruto, not to abuse Raila, not to abuse Gachagua, but to impress each other. We need some kind of talk to Kenyans. We don't need to abuse each other. We need to tell Kenyans what we can do for them. And collectively, not just somebody. I can see a lot of my friends and my colleagues are now coming up to form groups to take over power. Yes, it's a good thing. But none of them has ever come to me to ask me what Roots Party stands for. And that's why I'm not joining any of those fellows. Thank you. The next question? Say? Raila is an enigma, and Raila is a spirit. And Raila is one person who can climb a mountain without looking at it. He's not somebody that you cannot describe Raila. That's what I'm trying to say. He's the spirit. He's not dead, he's just sleeping because his spirit is well alive. Thank you. We don't need to speak about general elections now. Let's speak about burying the enigma, then we shall talk about any other thing. He's my friend. Yeah, I lived with him in London. He's a man who loved laughter. And he's a man who never got annoyed. But when he looked at you, then you could just get a message and retreat in your system. Na jamaa ameuliza hapa ya kwamba Ruto atafanya nini ili arudi kwa kitu 27. Ruto nunua fimbo ya jembe, lori sita na mawe zile za reli, ile inajaza mkono, lori kama 15. Uende ugawe Nyanza lori mbili tuletea hapa Jakaranda. Kitu tunajua hii Kenya, watu wenye wataki Ruto, tunajua mahali wanatoka. Mimi ile siku ya kura, Ruto atuchukue tu hapa lori mbili, mawe na rungu lori mbili, atupeleke Githurai 45. Sasa kama utakuwa umetoka ile side, hata kama wewe ni mtu wetu na umetoka ile side,
Kwanza upokee mawe na rungu, ndio tukuulize unaongea lugha gani. Tukifanya tu hivyo, Ruto amerudia. Kwa sababu tunajua mwenye hataki Ruto ni kabila moja. Ukiona tu 2027 ikifika saa election, ukiona tu mtu amevaa koti, piga rungu ndio umuulize niweke kabila gani. Kwa sababu tunajua kabila wenye wataki Ruto ni watu wenye wanavaa koti. Kwa hivyo 2027 kutoa Ruto kwa kiti itakuwa ni vigumu kama kutoa pusi kwa blanket. Politicians who are thinking that holding Raila's coat will save them, this time mumeanguka, mumeambulia patupu. This time you're going to face wananchi. Kama ulikuwa umeshikilia koti ya Raila, ulikuwa na feri na Raila, this time umeanguka. Bu kwa mlango yenu. Hakuna hiyo sasa. Wale walikuwa nategemea kwamba bila kushikilia koti ya Raila hawezi enda. Sasa sahi, the lion, the king is dead. Wale kupe ambao walikuwa wameshikilia ngozi, wananyonya damu. It is your time now to fall off. Face wananchi. Tell us whatever you have done. Si ati kutuambia tunaenda kusaidia Raila huko juu. Sasa utaenda kusaidia nani huko juu? Utaenda kusaidia nani huko juu? Now it is time to get rid of this old wazes. Kupe. Get rid of all this kupe. Let them go home. We want fresh blood. We want fresh blood in Nyanza. If you know you are an old system, you are an old gadget, you are going home. Hear this, you are going home. Koti imeanza kuangusha moja moja. The king is dead. I'm telling you. Niangalie vizuri, we are watching you. Kini, which means ananitakia mema. Mbona nisitakiwe mema kwenye nyumba yetu jamani? Okay. Hata polling station chairman siwezi pewa. Baba Owino, apart from pia kutaka kuwa governor, kuna mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mtandao na pia baadhi ya viongozi ambao wanadai kwamba nia yako nyingine pia ni kuongoza jamii ya Wajaluo. Yaani uchukue nafasi ya kiongozi wa ODM Bwana Raila Odinga, King. In fact jina umekuwa kitumia pale. Na juzi nimeona CS Mbadi akizungumza katika hafla fulani, akasema kwamba hauna uzoefu kwa sababu alitaja majina, akasema mambo ya Tialala, tukajua vile ametaja Tialala huyu anaongelea Babu Owino. Ndio. Hata akasema kwamba hata maziwa bado haijatoka kwa mdomo na tayari unadai kwamba unataka kuongoza jamii. Hili swala ulichukulia namna gani? Ndugu yangu, huyu Rajolina ambaye anatolewa kwenye urais Madagascar alikuwa rais akiwa na umri wa miaka 35. Fidel Castro kule Cuba alikuwa rais akiwa na umri wa miaka 32. Gaddafi kule Libya 28 years alikuwa rais. Traore kule Burkina Faso 32 years alikuwa rais. Babu Owino is late kukuwa rais. Niko late my brother. Kitu yenye Mbadi wanasema zoea siasa ya uzee. Wacha nikuambie ndugu yangu. Mbadi azoee kiongozi wake. Baada ya baba ni babu. na tunasema Didi sikiza hii. Leo unatangaza radio jambo. Sikiza hii. Wewe ndio baba, the next saizi baba ndiye ako kwa kiti. Yes. Lakini baada ya baba ni babu. Na tunasema huyu ni babu wa baba. Unanielewa vizuri? Ya pili, kwa nini nasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu ni babu, kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Babu kwa sababu. Bila babu tabu. Okay. Kwa hivyo leo rasmi Radio Jambo tarehe 15 Oktoba, Mheshimiwa Babu Owino umetangaza kwamba wewe ndio the next Luo Kingpin. Ndugu yangu, mimi nataka upigie wale wafuasi wetu. Waulize hapa hewani. Nataka simu ingie. Umejua watu watasema, unasema nini? Hatuwezi ridhi baba akiwa hai. Huyu ni baba yetu. Ako kwa kiti. Lakini we must prepare the next leadership. Hiyo ndio vision. Hatuwezi ishi tu ati saa zile sasa baba amewacha siasa, sasa hakuna uongozi.
ndugu yangu, it can't happen. We must have leadership. Every region wanatengeneza leadership. Leadership, not dealership. So kwa hivyo mimi chenye nakuambia, wale watu ambao wanataka kuleta vita, mimi niko tayari. Walete vita. Mbadi ni CS wa finance. Akitaka vita, akuje. Mimi niko kwenye mstuni. Huku opposition. Huku mstuni pia ajue tu kuna wild fruits tunaweza kula. Kuna wild animals tunaweza kula. Kwa hivyo chakula ikosi huku mstuni. So sisi tuko tayari. Okay. Masaa yanasonga songa.